shoga yangu Kidawa, unaweza ukaamini alionikuta nilivyoenda kwa Mama Mariam? Kulikoni shoga yangu? Kwanza nimefika, nimegonga mlango. Baadaye nakuja kutizama hivi naona mlango kama uko wazi, umesindikwa tu. Kwa hiyo nikabidi niufungue mlango. Naingia ndani. Hamad namkuta Mama Mariam kakaa kwenye sofa dada. Ameshika na glasi yake. Sijui anakunywa maji yale, sijui ni nini. Hata kuniambia ile karibu shemu. We. Kweli? Cha kushangaza ndo kwanza anaanza kuniuliza, "Umefuata nini hapa? Nani nikakwambia uje hapa? Kwani usingepiga simu?" Nikamwambia, "Shemu, mimi hapa nimekuja kumtembelea Mama Mariam. Kwani kosa langu hapo mimi ni lipi? Kwani usingemtafuta kwenye simu kama na shida naye? Sio lazima mpaka uje hapa." Nikamwambia, "Shemu, leo imefikia hatua mimi mpaka nimtafute kwenye simu Mama Mariam?" Lakini sidhani kama shemeji ataweza kufanya kitu kama hicho. Huyo itakuwa Mama Mariam mwenyewe. Sijui kwa nini atuamini mashoga zake hali ya kuwa tumetoka mbali. Tunajua anatoka shule ya msingi mpaka sekondari kwa kuja kufanya hayo yote kweli? Yaani Kidawa, unachokifikiria wewe hata mimi nilikifikiria. Maana kwa jinsi ninavyomfahamu shemeji, hawezi kufanya vitu kama hivyo shemu, kwa kweli hawezi. Na hisi hapa Mama Mariam kahusika. Yote tisa cha kushangaza shoga yangu Kidawa. Sijakaa sawa, mara Mariam katokea. Kimekuwa kitoto changu jamani, kimekuwa. Nimekiona mwenyewe na furaha zote. Wow, mwanangu Mariam umekuwa, mama njoo nisalimie. Dada. Nilijuta hata kwa nini nilimwambia vile. Mariam? Huyo Mariam unamjua wewe? Kidawa. Eti kaniambia, "Mimi siwezi kuwa na mama kama wewe." Shetani kama wewe. Unaweka nywele juu ya nywele. Mtizame na mavazi yake. Mimi naweza kuwa na mama kama wewe? Kidawa, nilishuka. Haki ya Mungu. Mariam nimjua mimi? Mariam huyo nimjua wewe. Sidhani hata kama ndo sijaenda kwa siku nyingi. Ina maana Mariam kakuwa kufikia hatua hiyo ya kuweza kukwambia maneno ya mama yake? Sikiliza shoga yangu, hata usipate shida, huyo utakuwa mama yake ndio alomfundisha hayo maneno. Maana kwa Mariam unavyomjua hawezi kuongea maneno makubwa kama hayo. Yote tisa dawa. Kinachonichanganya mpaka dakika hii, kuna maneno ameniambia Mariam. Sijui nianze hapo kuambia rafiki yangu. Sijui, kiukweli sielewi. Unajua, naweza nikachukua kwamba ni mtoto muda mwingine, lakini inaniumiza. Nimekuja unajua natafakari njia nzima. Nini? Hem, niambie. Wakati tuko pale tunaendelea kuzozana, mara kananiambia tena eti una bahati yako, una wiki moja ya kuishi. Nini? Hicho ndicho alichoniambia Mariam. Alafu sasa babake hazungumzi chochote. Maneno tu hayo. Huyo atakuwa mamake ndo kamtuma. Huyo mtoto kakualini kufikia hatua kuongea maneno mazito kama hayo. Hata asikuumize kichwa. Uwe mamake tu ndo anamwambia maneno. Sio akili ya huyo mtoto. Hajakuwa kufikia hapo, hata usiumie. Mwanangu hebu niangalie. Hii hali imeshakuwa nzito. Hii hali imekuwa ngumu. Mimi baba yenu mkubwa, nimeona mengi kwa ulimwengu. Najua vingi. Kwa hali inokwenda Mariam tamalizika. Na tutakosa wa kumzika mwenziwe. Mtoto ajulikane kama Kibwengo, Kinyamkela, Mwanambago. Mtoto ajulikane kama Shetani, Jini, Kizuka. Sasa nakuombeni wanangu, nataka leo muniambie ukweli.
muniambie kinaga ubaga. Nakumbuka nyinyi Mariamu alichelewa, nyinyi mlichelewa kumzaa, na nyinyi mlikuwa mnahitaji faraja ya mtoto. Kama mlipita sehemu kwa kuomba mtoto, kama mlienda sehemu kuomba mtoto akapatikana mtoto design hii, nataka leo unifungue. Hakuna ukweli ambao wenye maneno matupu, ukweli unauma. Na siku zote Waswahili wanasema ukimstai mke ndugu uzae naye. Sasa nataka mniambie, bi mkubwa, kama wewe ulienda kokoni sijui ukafanya vitu fulani kapatikana mtoto hakuna hii toka enzi ya mababu toka kapo kina mzee Rondo hamna, mzee Nyerere hamna, Gonga Pala hamna ya mambo, Raja Boma Ngomema kuna wakati huo, wakati wa kila Kiumbi hakuna ya mambo, kila Msikamu hakuna. Leo umetokea wapi mtoto kama huyu? Mimi naogopa kufa, ataniua. Baba, naomba unifungukie ili tulimalize tatizo, nijue tunafanyaje kwa ukubwa uliokuwa nao na nguvu uliokuwa nao, mimi tunalimalizaje, tumnusuru mtoto jamani. Baba, unajua sisi wenye hiyo hali inatushangaza, na katika kumbukumbu yangu sikumbuki kama kuna time tulishawahi kufunga nadhiri, yaani hatujawahi kwenda kuomba kokote, au sivyo mke wangu? Ndio hivyo baba, hatujamuomba Mariam, amekuja. Kwa nini hivi? Baba, nisikilize mimi ninachokuambia. Yaani mimi tangia nimeingia kwenye ndoa na mke wangu tulikuwa tunaishi tu maisha mazuri, ila tangu tulivyomleta huyu mtoto duniani ndio ameanza kutokea mambo, kwa hata sisi wenyewe tunashindwa kuelewa. Yaani haya ni matokeo tu ya ndoa baba. Tunapokuambia hivyo tuelewe. Sisi, mimi na mke wangu hatujui chochote. Naogopa mami. Asinguti baba, ndio maana tumekuta wewe mtu mzima, uko suluhu, mimi sifanye ili Mariam awe sawa. Wewe maana na shogo. Wewe kuwa na adabu, wewe ni babu yako. Stop. Mbona unashoboka? Mimi ndio kama sijuai. Mbona unashoboka wewe mzee wewe? Mimi babu yako hivyo valia. Babu unashoboka babu. Sitaki kufa bali au zamu yangu Maria. Nilijua wewe mtu wa maana. Nilijua wewe ni mtu wa maana kabisa. Kumbe ndio wale kasoro tarehe. Unanichamba mimi. Wewe unanichamba mimi? Wewe mtoto wewe. Subiri kwanza mke wangu. Wewe jini, wewe si malaika, wewe si kiumbe gani umetoka huko mbinguni, mimi sikuogopi. Wewe jini wako si mambo yako hayo, si maanisha Kiarabu ni huko, sio hapa. Mama, subiri kwanza mama. Yule pale ni babangu mimi, ni babu yako yule. Unapoongea na sisi hapa, unatakiwa uongee kwa adabu kubwa sana. Usimtolee mimi macho, kwanza toka hapa. Jamani mimi kwa hiyo. Baba unaweza kujua namna ya kupata. Baba, hebu kwanza. Baba. Baba, una hivyo. Baba. Baba. Asante. Vipi? Kwema. Wazima. Upo wanampotevu wewe. Mimi kwa mwali wangu. Vipi? Karibu shoga yangu. Asante. Wazima hapa? Sisi wazima. Sema shoga yangu. Sio kawaida. Kwa nini sasa? Kuja kwangu. Sija kuzoea kwangu. Kwa nini hujanizoea shoga yangu? Nimekuja hapa hapo.
Nimekuja tu mwangu ghafla tu hapa, sasa sikai. Kilichonileta hapa kuja kuambia shughuli ya mwanangu kesho kutwa anaozesha. Dada, umekuja kunialika kunipa taarifa? Nimekuja kualika mambo ya ghafla, afu simu yako sikuwa nayo. Kwa hiyo nimetoka nilikotoka, nimekuja moja kwa moja. Sikujua kama nitakukuta. Dada, wewe umekuja kunipa taarifa. Hujaja kunialika. Hamna shugangu, kama nilikwambia sikuwa na simu yako, ningefanyaje sasa? Hapa nyinyi nimebahatisha tu, sikujua hata kama nitakukuta na siku nimekukuta ndio hivyo. Jambo lako ndo la kwangu. Wewe vipi? Usalimie. Mariam. Wewe dada, kesho saa 7:50 unafariki dunia. Mariam, unasemaje wewe? Wewe malaika sasa hivi? Umeongea na Mungu? Unajua yule dada alipotokea? Ukome mshenzi wewe. Toka kwanza hapa mpuuzi wewe. Shogangu. Kuwa na amani. Shogangu. Imekuwaje? Niambie uko ni na amani shogangu. Bwana mtoto ulikuwa na amani. Shughuli tunaona tunatamba nayo. Sasa mtoto huyu kanipa pressure sasa. Wewe kuwa na amani bwana. Linda! Walinda! Linda! Njoo na nini wewe? Njoo hapa. Fanya haraka bana. Muone kwanza. Mimi hata sijalala. Nilikuwa na chat. Umeona ile hiyo? Ndio la. Kuna nielewa. Hapa nyingine bado nadai huko kwa watu. Mzigo hujakamilika, mzigo hujaenea. Umeona? Sasa basi, ninachokuomba kuanzia sasa, muda huu, wakati huu, mimi na wewe letu leo hilo moja. Napotoa mguu wangu unabandika. Mama shule atakiwa, nisipoenda mimi unaenda wewe. Mtoto wangu mimi ndo mtoto wako wewe. Unanielewa? Habari ndio hiyo. Mimi nakusikiza wewe tu. Maana wewe unajua tamu na chungu. Mbichi na mbivu. Kwa mimi nakusikiza tu wewe. Ngomaza. Mimi ndo singomaza. Nimeweza kukulea wewe ndio ufanye vitu vidogo kama hivi. Mimi kwangu vitu vidogo tu. Sasa basi, nimekuita hapa. Nikwambie nikupe na jukumu lako hilo moja kama mama. Shika mzigo huu. Ukanunue viungo. Si unanielewa ndugu yangu? Shughuli nani natamba nayo. Sawa, nimekuelewa dada yangu. Nitafanya kama ulichoniambia. Dada vipi? Dada vipi? Linda. We dada. Linda. Nisaidie. Nacho kinauma? Kitu kinauma ndio wangu. Ulikuwa unauma tangu jana? Linda. Ngoja kwanza dada. Subiri kwanza nikakuangalizia dawa tani sawa? Na sasa hivi nakuja ngoja kwanza kuangalizia dawa. Linda. Fanya haraka mdogo wangu. Sasa dawa hamna dada. Nivumilie dakika moja tena kwa mangi, umesikia? Nakuletea dawa sasa hivi dada yangu. Sasa hivi nakuletea dawa sasa. Pole dada yangu, najua unajisikia. Sasa hivi nakuja. Dakika mbili dada. Kijana wangu, zumuni la kukuita hapa ni kuhusiana na yule rafiki yako Lomez. Lomez leo ana siku ya 4 hayupo nyumbani. Hata nikipiga simu zangu Lomez hapokei. Kwa mwanangu tafadhali. Mimi naumia sana kama mzazi. Inaniumiza sana kijana wangu. Hata kama kanikosea vipi, yule bado ni kijana wangu. Hapa sijui mwanangu anakula nini, sijui anaishi vipi, sijui analala kwenye mazingira gani. Naumiza sana mwanangu, naumia baba, naumia. Kwa tafadhali mwanangu, kama unajua popote alipo Lomez, naomba uniambie. Hata kama unaishi naye wewe kwako, tafadhali niambie. Pole sana mama. Ni kweli unachokiongea kwamba Lomez mwanao ni rafiki yangu. Mimi mwenyewe yaani najisikia vibaya pale ninapolalamika. Mwanao
ninapoishi ninakufahamu. Wapi? Nani kwa nani? Mwanao anaishi kwa Damu. Kwa Damu? Ndio. Kwa mama Mariam? Ndio huyo. Ni muda mrefu sasa. Na swala hili nilikuwa nalijua muda. Lakini kwa vile leo umeniita na uhakika na ushahidi, lazima nikueleze ukweli. Yule ni rafiki yangu. Kijana wangu, kwa kweli nashukuru sana. Kwanza moyo wangu umekuwa na amani. Najua mwanangu yuko mkono sana. Na pia nimeondokana na tatizo la babake. Kila siku nilikuwa ni ugomvi na mtaka kijana. Yaani atakapofika mguu wangu mguu wake. Mpaka kwa mama mwenyewe. Nimkabidhi kijana wake. Sawa. Jamani, tunapika huko ndani. Jamani. Hapa nyumbani. Kweli? Haya kijana wangu karibu. Nashukuru sana. Salimia mama. Haya baba. Dada. Hata Mungu amka. Mimi niko tayari kabisa kushikia na wewe. Sitokujeulia. Mimi niko tayari kabisa kushikia na Halo? Mama Mariam, nakuomba dadangu, nakuomba. Njoo mwangalie dadangu. Njoo mwangalie dadangu. Unasema? Njoo mwangalie, sielewi. Nenda kadodoka tu. Nenda kumchukua dadangu. Nenda kumchukua dadangu. Kida? Amefariki? Jana tukaja kunialika shule nyumbani kwangu unasema Kida kafariki? Jamani, mwanao. Sasa ndio Mungu amenipa kizazi gani? Mungu mzima na uzao gani? Mungu. Hivi mke wangu, mbona hivyo? Mume wangu. Sasa hivi ni dakika 55. Kidawa amefariki mume wangu. Kidawa kafariki. Oh. Yaani Kidawa alikuja nyumbani kwetu jana, leo kafariki. Si tu kufariki. Jana alipokuja hapa, Mariam alimwambia kafariki saa 7:50. Sasa ni saa 7:55. Na maana Kidawa kafariki saa 7 dakika ngapi? Basi nyamaza kwanza, hebu kwanza kuja. Basi nyamaza kwanza. Hivi. Mungu anazidi mtoto aina gani? Mtoto mmoja mmoja ndio hivi. Kulia sio solution. Solution ni mtoto ambaye tuko naye humu ndani. Solution ni mtoto na haya yote wewe ulikuwa unajua. Mimi tena? Ndio. Kwamba mimi nimefanya makusudi? Sijamaanisha umefanya kusudi. No.
Nimekwambia kwamba wewe ulikuwa unajua kwamba Mariamu ana shida hii na hii. Utakuwa uniambie na usinge nikatalia siku ile nilivyokuambia tumpeleke kwa mganga. Lakini unajua kama mimi nilijua ni hatua tu za ukuaji. Hatua ukuaji vipi mke wangu? Unamwona mtoto anaongea vitu vya kutishatisha, mara ananiambia sio vitu vya Kiarabu chumbani. Sasa hivi ona sasa. Amemwambia dada jana tulio amefariki kweli. Unahisi mtoto ni wa kawaida huyu? Yote umeyataka. Ungenisikiliza mimi nilivyokuambia kwamba tumpeleke kwa mganga, singetokea. Alafu au ule mtoto sio wa kwangu. Sio wa nani? Sio wa kwangu mimi. Nimemzana na? Unajua wewe ndio umezana na mashetani. Unajua wewe mimi sio mtoto wangu. Shetani ya kweli. Shetani wa kwetu sisi. Sasa Mtoto umembeba wewe tumboni mwako, umemleta duniani, anaanza kufanya vitu vya ajabu afu unasema katoka kwetu. Kwetu sisi hatuna hiyo tabia. Sijawahi kuona hata siku moja mtoto anamtishia maisha babake. Yule mtoto akunitishia mimi maisha. Ananiambia mimi nyoa nywele zako, sijui nini. Yaani anaongea nala sijui una maisha marefu. Sasa sikiliza. Kuanzia sasa mimi naondoka. Sitaki kufa. Hii nyumba ninakuachia wewe na huyo mtoto. Unaenda wapi? Yaani utakako kwenda mimi niko nyuma yako. Yaani wewe kwa nyuma yangu ni yule mtoto shetani ataendelea kukufuata. Mimi sitaki hiyo mabalaa. Mimi sitaki kufa. Wewe si babake. Babake kivipi? Mimi sio babake, sio mtoto shetani. Umeona nani? Wewe anasikiliza. Wewe baki huko na yule mtoto, mimi naondoka. Yaani sitaki bwana. Nipo. Mimi niachie bwana. Ile mtoto siri kwa sasa. Sio bwana, ndio kwa shetani. Tena mfanye gani hapa nipaka? Shemeji, pole sana kwa msiba. Najua kipindi hicho kuko na wakati mgumu sana, lakini piga moyo konde, ndio imeshatokea. Pole sana shemeji. Asante. Najua kuko na wakati mgumu sana. Najua kuondokewa na mtu ambaye unampenda ni sawa na chomwa na kitu kikali moyoni. Najua kuko na situation gani. Ila pole sana. Yaani msiba ni wa kwetu wote shemeji, si wako peke yako. Yaani mpaka sasa siwezi amini kama shemeji yangu amefariki, kwa sababu jana tu mke wangu ameniambia alikuja nyumbani tena akiwa mzima kabisa. Sasa cha kushangaza leo tu kufika siku ya leo amepigiwa simu kwamba shemeji amefariki. Na ameniambia alikuwa mzima. Hivi alikuwa anasumbuliwa na nini shemeji? Shemeji? Na dadangu amekatika kabati. Pole shemeji. Pole. Dadangu ni hajaumwa shemeji. Na hiyo simu ya mke wako nimepigia mimi. Dadangu alikuwa anasherehekea harusi ya mwanawe. Ilibakia siku moja tu tutoke leo. Tumekaa hapa anipa hela huko. Bala ghafla dada anaangalia anani kichwa kinamuuma. Kichwa kinamuuma. Na kukwambia dada ikatano kitu ndangu. Pole shemeji, pole. Inakuwaje? Au mtoto ni mchawi? Au ni jini? Una na mambo ya ajabu hivi? My God. Yaani mtoto gani, mchawi au jini? Shemeji? Hamna shemeji, unajua huu msiba umeniumiza sana. Yaani usijali, ni mwazo wangu tu alikuwa ameenda mbali shemeji. Pole shemeji. Na mwili uko wapi? Upo hospitali. Hapa tunafanya utaratibu. Aje mjomba na kaka. Ndipo tufanye utaratibu wa kuzika. Na mtasafirisha utazika hapa?
Wakishakuja hawa wakubwa ndio watajua. Pole shemeji, pole sana. Ndio kazi ya Mungu, haina makosa na imeshatokea. Kwa hiyo piga moyo konde, pole. Mwenyezi Mungu anasema tushukuru kwa kila jambo. Kwa hiyo pole. Hatujui Mwenyezi Mungu ana kitu gani amekiandaa mbele. Sisi wote ni wa njia moja. Pole sana shemeji. Basi ngoja mimi nikuache na majukumu mengine ya kufanya. Naomba taratibu yote itakayoendelea naomba unifahamishe shemeji. Sawa? Tashukuru. Sawa. Mimi niko pamoja na wewe. Pole sana shemeji. Na dada yuko wapi? Kwa kiukweli hayuko kwenye hali nzuri kwa sababu amekuwa ni mtu wa kulia sana. Nimemwambia ngoja mimi niende lakini nitakuja naye tena. Au nisipokuja mimi basi hata yeye atafika. Msiba umemuumiza mno. Pole shemeji, pole. Pole shemeji, ukilia sana hata mimi utaniumiza. Pole, jikaze. Wewe hata nyuma tu yani. Akiona siku moja tu dakika 5 tu. Dakika 5 tu shemeji. Dakika 5 tu. Najua. Pole. Wazazi wangu. Kweli mpaka sasa hivi nimefika hapa. Nimefika mwisho. Mariam amekuwa mtu wa ajabu sana kwenye maisha yetu. Yaani Mariam amekuwa matatizo sana. Hivi ninavyowaambia, jana tu alikuja rafiki wa mke wangu. Amefika nyumbani ameanza kuongea. Ametokea Mariam. Mariam amemwambia kwamba kesho utakufa. Na inapofika saa 7 mchana. Leo hii narudi nyumbani. Mke wangu anamkuta analia, ananiambia kabisa kwamba yule rafiki yake amekufa. Yaani saa 7 ile na dakika 50 Mariam alitabiri na ndio yule amekufa. Kwa hiyo mimi kusema kweli Mariam ananipa msongo wa mawazo, yaani hisi naweza nikafa kwa mawazo baba. Kwa hiyo mimi nawaomba niko chini ya miguu yenu. Naomba mnibebe kama mlivyonibeba tangia niko mdogo mpaka sasa hivi. Yule Mariam atoke pale nje kukaa naye. Sikia mwanao anaongea. Dame. Naam. Dame. Yaani ile nyumba nilokupa pale uishi wewe na familia yako. Haikutoshi wewe? Unaona uje kuilisi na yeye, sio? Hapana baba, sijamaanisha hivyo uje wewe kufa. Yaani ni kwamba pale nyumbani baba, kila siku sisi ni watu tunaotembelewa na wageni. Kwa hiyo wale wageni wanaokuja, Mariam wale hawajui. Kwa hiyo anatamkia vitu viovu, si mtakufa. Kwa bora akija hapa baba hawezi akafanya hivyo vitu. Kuliko pale wageni ambao wanakuja baba mimi napata aibu. Yaani wewe katika akili zako ulizokuwa nazo unawatetea watu baki wewe? Yaani unawathamini watu baki wasife nije kufa mimi? Au waje kufa huyu mama yako, sio? Una akili timamu wewe? Mama, si unamsikia mwanao anaongea? Ndio msikini. Hayo maneno gani unaongea? Nimeamini. Siku zote baba ana upendo kwa mtoto 75%. Wewe una 100%. Kiasi utetee huyu. Kiasi mtetee. Sio hivyo. Kwa sababu kule anawatabiria watu baki ndio wanakufa. Kama ingekuwa anataka kuwatabiria watu ambao wazazi wake si saizi na wangekuwa sasa nasema mimi sifi taiki. Na huyo Mariam kama wewe utampokea hapa aje nyumba hii. Labda hii nyumba mimi sikuijenga mimi. Mama, huyu babangu kweli huyu? Sikiliza bwana, ananitupa mimi katika mashida kama haya. Kweli mimi babangu kweli huyu? Mimi nilikuta matatizo mazito kama haya, baba naye ananikataa. Babangu kweli huyu? Au mama wewe umenibadilishia? Hawezi kuwa babangu mimi akanikataa. Sikiliza mwanangu nikwambie. Mimi nasema hivi. Wewe nenda kamlete huyo Mariam, haje kukaa hapa. Unasemaje? Amlete. Unaongea nini? Amlete Mariam tuje tukae naye hapa. Hivi unachokizungumza unakifahamu, unajielewa? Sasa nisijielewe kwa sababu gani? Ningekuwa sijifahamu, si ningevaa chupi kichwani.
matusi. Sawa, mimi najua. Sasa ninaamini. Napata picha, huyu sio mimi mwanangu. Na huyo angekuwa mwanangu, asingezaa mtoto chenjao yule. Mtoto primitive, mtoto wa 6 cylinder, mtoto mchawi. Sikiliza mwanangu nikwambie. Mimi nasema hivi. Nenda kamchukue Mariam, mlete hapa. Mariam atakaa hapa. Mimi nikiwa bibi yake na huyu ni babu yake. Kamlete Mariam hapa. Sasa wewe unajua kama Mariam kufa na uwa watu. Unataka kumleta nyumbani ili aniue mimi? Wewe unataka nini wewe? Kumela pamoja na mwanao sio? Nasema hivi, kama hii nyumba nimeijenga mimi, nimewalipa mafundi. Sikujenga mimi, mafundi wamejenga, mimi nimewalipa pesa. Kiwanja nimenunua mimi. Hapa mimi tutakwambia, hapa Mariam haji. Hapa Mariam haji. Piga huo, piga garagaza hapa Mariam haji. Kama usivyo, si mimi nitakufanya kitu kibaya. Utaondoka wewe na mwanao tutafanya pa kwenda. Labda gani? Baba na mama, Mungu mnisamehe. Mimi sikuja hapa kwa ajili nyinyi mgombani. Mimi nimekuja hapa kutafuta solution baba na mama. Kwa hiyo kama nimeshindikana, basi naomba tu mnisamehe. Sasa nazungumza maneno mazuri. Mimi nikimwona Mariamu, nikikuona wewe, nikikuona na mama mtu, hapa mimi nakana panga langu moja. Nafyeka. Na nawapanga mimi napiga lote. Pote ya mbali. Wataka mimi nife? Nataka mimi nife, sio? Mimi uhai naupenda bwana. Kula na kupenda kujilamba mimi napenda. Napenda kujistawisha. Mimi sifi kijinga kwa uchawi kijinga huo. Na kama mmepanga hapo mimi sifi. Na naondoka kwa mikogo hapa. Sitaki kusikiza pumbavu wenu. Naondoka kwa mikogo. Sifi mimi. Piga huo, piga garagaza. Sifi! Tiani, maneno ya baba. Haya niko hata huruma hana. Badala hili ya kuonea huruma wewe, yeye tena anaanza maneno yake, anaongea maneno mengine ambayo hayatakiwi hata kuongea. Mimi ndio najiuliza mama, sijui mzee nimekosea kitu gani. Dada Mariam. Niambie mdogo wangu. Unakumbuka mwaka huu? Kwa nini unasema hivyo mdogo wangu? Haya, mimi nitaishije na huyu mtoto? Kwa nini Mwenyezi Mungu amenichukua ndani wakati nilikuwa bado ananisaidia mimi? Unakosea mdogo wangu. Kwani mimi si baba yako? Kwani unakufuru? Usikufuru mdogo wangu. Yeye ndo alikuwa babako, yeye ndo alikuwa babako, yeye ndo alikuwa viatu vya sisi wangu. Usilie hivyo mdogo wangu. Kama yeye alikuwa hivyo na mimi nitakuwa, kwa sababu mimi pia ni dadako, sawa? Ndio. Ina maana kama dadako basi nitavaa viatu vyake. Kwani uniamini mimi? Nimeishi na dada yako vizuri sana. Alafu ndugu sio mpaka mzaliwe. Kwa nihesabie mimi kama dada yako na changamoto zako ni za kwangu, sawa? Naomba uwe na amani. Tushukuru tu Mungu kwa sababu Mungu hakosei. Tunavolia zaidi, mbona tunamweka mahali pabaya kule, sawa? Naomba uwe na amani, sawa? Mimi ni dada yako, sawa ndogo? Mimba mdogo wangu. Ndiyo. Pamoja na Anita mwanangu. Ndio mdogo. Maana sasa hivi tushamaliza msiba. Mambo yote yameshakwisha. Kama ndio hivyo mnavyoona. Ndugu yangu tushamtanguliza kwenye foto 6. Kwa ninachoomba. Linda. Napenda sana mwanangu Anita. Kama alivyokuwa anapenda maneno yake. Nijali kwa kila kitu. Mimi sasa hivi ni mzigo wako. Wewe ni mzigo wetu sote pia na mimi. Nakuomba mheshimu sana mamako. Mimi ndio mamako ubakia. Ukiachana na huyo hata mimi pia. Ndugu zangu, mdogo wangu, mwanangu. Kwa chochote kile, kwa lolote ile, naomba msisite kwa ndipo kwa jele Linda. Usisane wewe Linda mdogo wangu. Ndio kumtazama Anita kwa sasa. Mimi nielewa mdogo wangu. Mimi nimekuelewa dada.
Yaliyopita ya nyuma yashapita. Sawa sawa. Sasa hivi tunaganga yajayo. Nitamtunza mtoto wangu Anita. Nitampenda kama anavyojipenda mimi. Nitamjali mtoto wangu kama alivyokuwa anamjali mama yake. Dada. Mimi mdogo wangu kifanya mwanamke wewe. Anita utaniiza. Hebu tunaamua mimi Anita. Nikaze. Mimi mwenyewe ndo mtu mzima kini. Kazi sio msimu. Jikaze mama mdogo. Mimi mwenyewe hapa nimekaa nimejikaza kwa sababu nafia mtoto tamwaga kwenye hali mbaya. Mimi sasa hivi nataka kuondoka. Ninapopata tatizo lolote kwa chochote, ikishani mnanitafuta. Sawa mdogo. Nawapenda sana. Sana nawapenda. Kweli. Mama mdogo, safari njema. Vipi? Mbona najua kali kuliko? Nimegonga hodi hapo, naona kimya. Nasikia misabufa tu inanguruma ndani, utafikiri nyumba ikai watu, nyumba iko kimya, hata nyau msikii. Naona kimya, utafikiri nyumba inafungwa majini dadangu. Nilikuwa huko nyuma kabisa, nilikuwa na alua nguo nilifua asubuhi. Nimekusikia wakati tunapiga hodi. Habari za nyumbani? Habari za hapa sio nzuri wala sio mbaya, habari ni mbaya. Kwa nini? Sio nakutisha. Nimekuja hapa mimi kuja kukuwahi. Dame mimi mwanangu. Dame katoka katika ubavu wangu mimi. Lakini wewe ndugu yangu, tena ndugu yangu wa damu. Nimekuja kutahadharisha. Nimekuja kukufahamisha kwamba asije hapa Dame akakurubuni uje kukaa na mwanawe Mariam. Ndugu yangu, utakuwa umeumia. Yule mtoto Mariam mjukuu wetu, yule mtoto sio mtoto wa kawaida. Sasa kuna ubaya gani akaniletea mtoto wake nikae naye na mimi kama shangazi yake? Kwa nini mkatae? Adamu, unajua kwamba yule mtoto walimpata katika mazingira magumu sana. Walihangaika kwa sababu walichelewa kupata uzazi. Kwa hiyo maana hiyo wakazaa mtoto kioka. Yule mtoto Mariamu mjukuu wetu sio mtoto wa kawaida. Yule mtoto ni jini. Umelewa kwani? Mie pombe umtindi nimeuacha miaka sasa hivi. Hata harufu yake siujui. Sasa unayoongea unayatoa wapi? Dami mwenyewe kanifuata nyumbani. Baba, nataka kumleta Mariamu aishi na nyinyi. Mimi gharama zote mimi nitazigaramia ili aishi hapa. Kule nyumbani ishakuwa shida. Shuleni malalamiko yashakuwa mengi. Mpaka walimu sasa hivi washanimchoka, wakati wote wanaanza kumfukuza shule. Akae hapa patakuwa pana usalama kidogo kwa sababu wewe mkubwa. Mimi nikamkatalia. Sasa nikaweka wasiwasi asije akanizunguka mimi. Akakufuata wewe, akaja kumwambia pa kukaa, akatoa gharama zote, wewe ukaishi naye. Atakuja kukupa tatizo, na mimi nakupenda mdogo wangu. Yaani sijakuelewa vizuri. Sasa hapo hujanielewa nini mdogo wangu? Mtoto mwenyewe Mariamu kaja nyumbani mbele ya bibi yake, mbele yangu mimi. Na akili zangu timamu na ufahamu wangu. Ananiuliza, babu na bibi mimi nani? Nikamwambia Mariamu. Akaniambia mimi sio Mariamu. Mimi sio binadamu wa kawaida. Ngoja kwanza. Mariamu mwenyewe kaja mpaka nyumbani kwako. Ananiuliza, babu na bibi mimi nani kwani? Nikamwambia si mjukuu wetu Mariamu. Akaniambia mimi sio Mariamu. Na kitu cha ziada. Mimi sio Mariamu, sio binadamu wa kawaida. Mimi nimeshtuka. Mtoto mdogo anazungumza maneno mazito mapana. Sasa nimekuja hapa kuja kukutahadharisha. Wewe ndo ndugu yangu wa pekee. Maana wazazi wa siku hizi msije hapa mwanao Dame akakurubuni akakupakia 10,000 akakupanga ukapokea ule mtoto. Nakupenda, watu wenyewe sisi tuko wawili kama pea kunguru. Asante kwa taarifa. Maana kuna usemi unaosema kuwa lisemwalo lipo na kama halipo laja.
nitalifanyia kazi. Pana taarifa ndo hiyo. Jambo ndo hilo. Haina shida. Mjukuu wetu Mariamu sio binadamu wa kawaida. Sijui umenielewa? Nimekuelewa vizuri. Asante sana kwa taarifa. Unadhani sio niletewe taarifa nzuri na nadhani. Haya, uko ndani una maarifa gani? Tushakula. Na maana pashaliwa. Mna kitu. Ndio hivyo bwana, taarifa ndio hiyo. Ndugu yangu, kiukweli nimekuja hapa siku sawa kabisa, yaani nina matatizo kibao yani. Kwani kuangalia uko sawa hapa. Sasa kinachokusibu ni ndugu yangu, hebu fungua kwa mwazi. Yaani sijui hata nianzie wapi kukuambia. Unajua ni rafiki yangu wa kipindi kirefu sana. Sasa kama hautoniambia mimi unataka kumwambia nani? Kinachonisibu rafiki yangu ni nakosa amani. Yaani nakosa amani kwenye familia yangu. Nilitegemea kwamba nikipata familia mambo yangu yatakuwa sawa. Nitakuwa mtu mwenye amani, nitakuwa mtu mwenye furaha. Lakini familia yangu ndio inanifanya mimi kuwa hivi nilivyo leo. Yaani familia yangu inanifanya ninapitia wakati mgumu sana. Sasa ukisema familia unamaanisha nini? Kwa sababu bado unaniweka kwa njia panda, nashindwa kukuelewa. Una maana gani? Kwa sababu familia najua ni ya Mungu. Na familia ni kitu pekee ambacho kinaleta faraja na amani nyumbani. Sasa ukisema familia yako wewe inakuchanganya, inakupa taabu, ni kwa namna gani? Hebu ifungukie rafiki yangu. Kwa sababu unajua kabisa mimi ni rafiki yako pekee. Kiukweli mimi kinachonisumbua ni mtoto. Rafiki yangu sasa, yaani ina maana mtoto mdogo tena wa kumzaa unashindwa kumfinya, kumkanya, anakusumbua akili? Inawezekanaje hiyo rafiki yangu? Sio hivyo rafiki yangu unavyofikiria. Si mtoto kama unavyofikiria wewe, ni mtoto mdogo, ni mtoto wa kawaida. Yaani kiukweli mtoto wangu ananifanya na kuwa kwenye situation ngumu sana. Mtoto wangu amefika hata hatua ya kutabiria watu vifo. Sasa rafiki yangu, wewe mwenyewe unataka kusema hapo kwamba ni ngumu kiasi gani kupata watoto. Na tena hao watoto tena wanatusumbua. Sasa ni swala hilo la kukaa na kumkanya tu na kumuonya na sasa shida ni kwa wapi? Mtoto mdogo hawezi kusumbua mtu mzima akili bwana rafiki yangu. Yaani yule mtoto akikwambia wewe leo unakufa, basi yaani akikwambia kesho unakufa, kesho unapofika muda fulani akikwambia unakufa bwana saa 7:50, saa 7:50 hiyo unakufa. Sasa yule mtoto amenifanya na kuwa kwenye wakati mgumu, najiuliza maswali mengi, nimezaa mtoto aina gani? Unajua watu wengi wanaenda kwa waganga, wanaenda kuomba watoto, wanaenda misikitini, makanisani, wanakesha kwa Mungu kuomba watoto, wanakesha kwa waganga kupiga ramli kwa ajili ya watoto. Lakini mimi yani nahisi nimekesha kuomba balaa. Yaani lile ni balaa, sio mtoto. Nina jini rafiki yangu. Mimi sina cha kufanya zaidi ya kwamba mimi nakuomba wewe kuanzia leo naomba nyumbani usije. Rafiki yangu, kwanza pole sana. Pole sana sana rafiki yangu. Kama huyo mtoto amefia kwenye hali hiyo, kwa kweli ipo matatizo makubwa sana. Lakini shemeji yuko nyumbani. Maana najua kipindi cha likizo kama hichi kwako nyumbani yawezekana utaki mimi nije kwako, si ndio maana yake? Niambie rafiki yangu. Ina maana mpaka wewe unahisi kabisa mimi nakuwekea wewe wivu? Tumetoka mbali kiasi gani mpaka nikuwekee wewe wivu? Ninachokuambia ninakimaanisha kutoka moyoni. Mwanangu, mimi sio kabisa kiumbe cha kawaida. Nimekuja kukuambia kwa sababu nakupenda. Wewe ni rafiki yangu muda mrefu. Ni bora wafe watu wengine lakini si wewe.
Wewe ni rafiki yangu muda mrefu, tumesoma wote, tumefanya kazi wote, tuna mambo mengi tumeyafanya. Hivyo nakupenda kutoka kwa moyoni mwangu. Sitaki nikupoteze, ndio maana nakwambia naomba nyumbani kwangu usije. Ninaomba sana unielewe kwa hilo. Sasa rafiki yangu unaniambia habari za kustaajabisha sana. Kama laiti niko wewe unapitia situation kama hiyo, pole sana. Pole sana rafiki yangu. Asante. Ndio maana nimekuambia kwamba napitia kwenye wakati mgumu ambao wakati wenyewe bora hata ule uwe mgumu. Yaani sasa kwa nini usichukue hata maamuzi labda ya kwenda kupita hata kama nabii kidogo, kuangalia hata kupata kuombewa hivi sijui. Naona kama itasaidia, si wewe unaonaje? Inawezekana hicho niambia kinaweza kuwa kinaniingia akilini, lakini sababu hiyo imekaa vibaya sana. Kwa mimi nikiangalia hii wala si habari nzuri. Wewe unahisi kuna wataalamu kule kunisaidia mimi ili tatizo? Kwa kweli sijui. Hilo sijui. Hey mwanadamu, nakuona upo kwenye kilinge changu. Hebu niambie una shida gani mwanadamu? Mganga, mimi nimekuja hapa na shida. Na shida yangu ni mtoto wangu mwenyewe ananisumbua. Sasa mwanadamu, ile mtoto ina upepo wa shetani. Ina jini makata. Sasa mimi kama kiti ninachokuomba, yaani yule afanyiwe tiba. Mganga, mimi nimechoka. Mimi nataka naye afe tu kama wanapokufa wenzie. Afe tu, mimi nibaki sina mtoto, nijue moja. Unataka afe? Afe, nijulikane sina mtoto tu moja kwa moja. Hata kama ni mmoja aende tu, tutapata mwingine na baba yake. Sasa shika hii hapa. Shika hiyo. Funga vifundo 7. Ya mwisho funga kati nyonga. Nyonga, sasa nimenyonga. Kwa hii hapa. Utaenda utampa ale. Akiwa ile anakufa? Yaani mganga naona kama anachelewa, naomba niwahi. Kama hajafa uje kuchoma kilinge changu moto. Sawa mwanadamu? Sawa mganga. Yaani limeisha tu. Nitakufurahisha mganga. Sawa, ngoja mimi nasafiri kwanza alafu ndio uondoke, sawa? Sawa. Subiri nisafiri. Nyanyuka nenda. Nyanyuka nenda. Nataka kuua. Sisi ndo kazi yetu kuua. Sio kutibia. Kutibia ni mara chache sana. Ila kama mganga mimi napenda sana kuua. Napenda kuua. Familia yangu ni shauri kwa mambo kama. Sasa mtu akija hapa sio yani akimwangalia mtu tu kafa. Yani anakufa, mtu akimwangalia tu naye afe. Ni kunyonga tu moja kwa moja. Ngoja ni malizie na mimi mwenyewe. Amena bila ganzo. Kwa kazi zangu hizi. Wewe njoo tu mpenzi wangu, haina shida, niko nyumbani. Ya utanikuta kipenzi. Haya poa. Nani wewe? Mpenzi wako? Hivi na akili kweli? Kama mimi niko nyumbani hapa na wewe bado unampigia mpenzi wako waje, na maana gani sasa? Jamani kipenzi, huyu ni rafiki yangu, ni zaidi ya ndugu. Lake langu, langu lake. Kwa hiyo tushazoeshana kuitana mpenzi. Hapana, lazima niulize. Maana tunajua maisha Dar es Salaam hapa mjini. Mambo kwa nini sio mazuri? Karibu pita. Sio ninavyokushia kipenzi changu. Sisi uko chumbani? Karibu pita, karibu mpenzi pita.
Karibu kipenzi. Karibu. Asante. Naombeni mniwie radhi, sijategemea kama uko na mtu ndani. Usijali kipenzi, sisi tulivozoeshana bwana, kwani tatizo liko hapa? Shemeji, samahani, naomba uniwie radhi. Huyu mimi ni rafiki yangu sana sana. Na tumeshazoeshana. Hata kwangu mimi pia ananifanya hivyo. Lakini laiti kama angeniambia mko wawili, singeingia. Alafu ni faraga. Naombeni mniwie radhi. Samahani ndi sana. Usijali. Shemeji. Mchana. Tuongea moja mimi. Basi kipenzi changu karibu. Asante, tutawasiliana. Poa mpenzi. Ndio huyo nilikwambia tunaitana mpenzi. Umemwona? Ndio. Mbona umebadilika hivyo? Una shida gani? Au unajua rafiki yangu mpaka ndani umekuboa? Basi usahau kipenzi changu kama mtoka nimekela. Yule rafiki yangu. Baby, tafadhali naomba tukazungumze sebuleni. Manake hapa nipo mood shakata kabisa. Kuacha. Tafadhali tukazungumze sebuleni. Dame. Naam baba. Hebu zungumza unachotaka kuzungumza. Sina muda, no time to waste. Baba, yaani kwa kipindi cha sasa hivi mimi nachoomba tu Mariam aje kukaa hapa. Yaani aje kukaa hapa, aishi hapa akae na wewe, maana naona Mariam anahitaji sana kuwa na wewe karibu. Mimi hilo ndio jambo ambalo limenileta hapa kubwa, ambalo nataka nizungumze na wewe. Dame. Naijua hiyo. Hiyo mimi naijua hiyo. Sikia. Shule ulosoma wewe, shule ile mimi ndio nilochimba msingi. Shule ile mimi ndio niloambana nayo. Sasa Mariam ni mwanao wewe. Mimi sina uwezo sasa hivi watoto kama wale, kitoto kama kile. Kwanza yule sasa hivi wa kusoma mabasi ya njano. Itakuwaje mimi nikae nayo mimi? Na uwezo gani? Baba, yani kuhusiana na mambo sijui Mariam kusoma, hayo hana shida. Yule atakuwa anakuja hapa, anatoka hapa anaenda shuleni. Yani kikubwa tu mimi ninachohitaji baba, yani Mariam mwache tu akae hapa. Mimi nakuomba tu hilo baba. Hivi wewe katika akili zako, yule mwanao Mariam unamwona mtoto wa kawaida hivi? Hivi unakiona kiumbe cha kawaida kile? Mimi nimekaa naye hapa, mimi na mama yako. Mtoto mazungumzo, maneno anayozungumza si wa kawaida. Yule mtoto ni jini. Yule mtoto ni shetani. Yule mtoto kama jini ni Maimuna. Afai. Kumbe baba, mambo ya Mariam kumbe unajua vizuri. Sasa kwa nini usingeniambia? Kumbe unaijua hiyo Unaijua hiyo Kwa hiyo unataka kumletea mimi vioka ndani ya nyumba. Unataka kuletea mimi matatizo ndani ya nyumba kwa mtoto yule. Sikia wewe. Mimi mkubwa. Mimi mtu mzima, nimezaliwa dunia hii. Nimeona mengi, nimesikia mengi. Nimeogelea maji ya shingo lakini haijaloa. Baba, hebu subiri kwanza. Unajua bwana baba, mimi nimekuja kwako kutafuta msaada kama mzazi wangu. Sasa ukisema mimi nianze kupambana nao ile hali, mimi inanichanganya kwa sababu mambo anayokuwa nayo Mariam, yani ni kama kiboko ya chawi sijui. Yani au yale mambo yapo upande wenu baba. Nasema hivi, sitaki. Kwa lazima. Unataka mimi vioka ndani ya nyumba? Unataka mimi mashetani? Unataka majini? Mambo ya kushinda wewe unaleta mimi malai. Pambana naye mwenyewe. Ndio. Baba. Nasema hivi, sitaki. Kwa nini lazima unalazimisha? Wewe mwenyewe utajijua na Mariam wako na vioka vyenu, sijui mmevyokuta wapi.
Mtajua wewe. Mimi sitaki. Wewe unafikiri wewe? Kumbuka wewe mjukuu wako na utajua mwenyewe. Utafahamu mwenyewe. Naijua hiyo. Umekuoni kipenzi? Pole, umekula lakini? Nimekula Umekula nini? Boba na maharage. Baada ya kula unabidi ule nini? Matunda. Umekula tunda? Hapana. Najua kwa sababu ndani hamna tunda hata hilo. Ile hapa. Wow, asante. Kula upate afya. Sawa bwana. Wakati ataka ule wa kwanza. لا تأكل التفاحة لأن فيها سحر مميت. Wewe Maria. Yaani wewe mtoto. Ila wewe mimi nimetembea nao barabarani kama moyo. Usikubeba hata pochi nimelishikilia mkononi. Alafu nakuletea unashindwa kulila kweli Mariam. Mbona unifanya vibaya hivyo mimi mama yako? Kwa hiyo mama, umeenda kwa waganga, umechukua uchawi ili unilishe mimi ili nife kabla ya wakati wangu. Mama, nimekufanya nini? Mimi huyo? Nikakuloga wewe kwa mganga. Mtoto wangu mwenyewe. Niende kwa mganga nikakuloge. Kwa faida gani? Nimekuwa mdogo mpaka nakuwa mtu mzima sijawahi kuushika huo uchawi. Nikaushika uchawi nikiwa mtu mzima mimi? Ama kweli umeamua kunitukana leo. Mimi huyu? Haki ya Mungu nilale na baba. Nyamaza! Nafiki mkubwa wewe. Uje kwenda kwa mchawi, nikupeleke. Nikupeleke. Tena. Twende. Kwa hiyo ndio kuniambie yule ndo rafiki yako wakufa na kuzikana, si ndio? Ndio. Sasa kwa nini unaniambia mapema? Nikwambie mapema vipi sasa? Yaani kama kujua yule mwanamke mimi ndo mpenzi wangu, pika pakua. Na hapa nilipo na miaka 8 katika mahusiano. Acha masiara. Hivi unataka kuniambia yule angekuwa ni mpenzi wako? Kwa jinsi ninavyomjua rafiki yangu mimi. Mosi huyu umemjua mimi, ninamjua ndani nje. Angetoa reaction yote lakini kaondoka yuko sawa. Alafu unakuja kuniambia eti namtaka. Usikute wewe ushamtongoza, unategemea majibu sasa nikukuta pale, unajua ushamkosa. Yaani sijui kama unasikia unachokizungumza. Maana yule mwanamke kwangu mimi ndio kila kitu katika maisha yangu. Yaani kula kwangu, kuvaa kwangu, hata hivi senti ninazokupatia yeye ndio sababu. Si unanisikia lakini nachokwambia. Yaani hata kama ungeniambia mapema, hata kugusa mimi nisikie kusogelea. Yaani nisikugusa kabisa yani. Lakini angalia sasa. Haya utegemea nikwambie nini? Ningekwambia nini? Si ungeniambia kama rafiki yako. Yaani kama ungeniambia mapema, wala light hata kusogelea nisikie kusogelea. Hata kugusa nisikie kugusa. Lakini ngao chukisababisha sasa hivi. Nisikilize wewe. Tena unisikilize kwa makini ya kuingie.
Yaani mimi ndo nimevurugwa kuliko hata ulivyovurugwa. Na miaka yote kwa nini usiniambie kwamba umekaa naye na mwanamke unapika pakua miaka nani? Kwa nini usiniambie? Afeti ndo unakuja kuniambia tio mimi yule mwanamke wangu. Sasa mpenzi. Hivi unafikiri ningezaje kuambia mpenzi? Sitaki kusikia jina la mpenzi. Usiniguse. Sasa kwa nini sivyokuwa mpenzi mimi nikwambia vipi sasa? Mtu mzuri kama wewe nakwambiaje na kuanzaje mfano? Nimesema tena naomba unisikilize. Naomba utoke kwangu sasa hivi. Nyanyua kongoro hizi, toka! Na kuanzia leo unione kama mama yako mzazi nilokuweka tumboni miezi 9. Na ule mlango unaona uone kama kituo cha polisi. Na usije ukadhani kwamba ipo siku nitakutafuta na usitegemea kunitafuta. Naomba toka. Changamka, toka! Toka! Mimi jamani ndo nimefanya nini? Mungu. Nimefanya nini mimi sasa jamani Mosi? Nimefanya nini lakini sio makosa yangu. Mosi, niambia tu lakini.